Hujambo popote ulipo msikilizaji wetu wa Joka FM na karibu katika muhtasari wetu wa chimbuko la awamu ya sasa. Hii kwa ni idhaa ambayo inatamba kwa kasi zaidi ndani na nje ya kaunti ya Turkana. Jina langu ni Shadrack Serem. Rais William Ruto anaweza kuonya dhidi ya kuweza kuvurugika kwa amani na hali ya kawaida huku maandamano ya vijana wa Gen Z yakikusudiwa kuweza kuanza hivi leo. Rais ambaye alizungumza wakati wa kikao cha kiamsha kinywa cha mabingwa wa ligi kuu ya FKF Police FC katika ikulu jijini Nairobi, pia alitoa wito kwa Wakenya kuweza kuwaunga mkono na kuweza kuheshimu maafisa wa polisi, akiwataja kuwa wana taaluma zaidi katika eneo hilo. Nobody is above the law. None of us is above the law. You cannot intimidate the police. You cannot use force against the police or insult or threaten. Kwa upande mwingine, Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja amewaonya waandamanaji kuweza kuepuka maeneo yaliyohifadhiwa kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika hivi leo siku ya Jumatano, ambayo yatawaheshimu waliopoteza maisha wakati wa maandamano ya kuweza kupinga mswada wa fedha wa mwaka jana. Aliwataka waandamanaji kufanya kazi kwa mujibu wa sheria, huku wakiandamana akitaja tu maafisa hao watakuwa wakiweza kukaa macho. The public is also urged to refrain from provocative acts directed to police officers in the execution of their duties. The National Police Service remains steadfast in its commitment to protecting lives and property across the country. We assure the public that we will continue pursuing the dismantling. Pia vile maaskofu wa Kikatoliki nchini Kenya wamelimeza kuelezea kuunga mkono haki ya vijana na kudai wajibikaji juu ya matatizo ya kiuchumi na kuweza kushindwa kwa utawala bora. Maaskofu hao hata hivyo wanawataka waandamanaji kuweza kuepuka vurugu na kuweza kutoa wito kwa polisi kuweza kujizuia. Mkutano huo wa maaskofu wa Kikatoliki pia umeweza kulaani mtindo wa mauaji ya kiolela na kuweza kulazimisha watu kuweza kutoweka, wakidai haki kwa waziri wa zamani ili iweze kutendeka. We are deeply concerned about the growing devaluation of human life in our country. The cases of mysterious disappearances, extrajudicial killings, and violent intimidation have become too common. Rather than nurturing constructive youth participation, some state agencies have chosen to suppress it. We have witnessed the harassment, abduction, and in some cases, killing of young people whose only offense was raising their voice for accountability and justice. Our young people are not enemies of the state. Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameweza kutoa wito kwa serikali kuweza kuruhusu maandamano yaliyopangwa siku ya Jumatano yanayochochewa zaidi na vijana wa Gen Z iweze kuendelea kama ilivyopangwa, mradi tu yawe ya amani na halali. Alisisitiza kuwa haki ya kuweza kuandamana inalindwa chini ya kifungu cha 37 cha katiba, mradi tu itekelezwe kwa mujibu wa sheria. Demonstrations should not disrupt the economy of the country. People should agree in a serious way how demonstrations are conducted, and that way we will have a very peaceful country. This is what I'm saying. Therefore, I'm saying that even tomorrow, there's no need for the government to stop people from demonstrating. People who don't want to demonstrate, come out and demonstrate from one place to the other place. Let it be allowed, because this is a constitutional right of everything. Pia vile upinzani unawataka Wakenya kujitokeza barabarani hivi leo kuwakumbuka waathiriwa wa maandamano ya mwaka jana wa Gen Z wakiongozwa na Kalonzo Musyoka na wa Wiper na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya. Wataweza kuandamana hadi bungeni kudai haki kwa waliouawa na kujeruhiwa. Haya yanajiri huku upinzani ukizindua tume mpya haki ya umma inayoongozwa na aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi kuweza kuangazia ukatili wa polisi, utekaji nyara na kutoweka kwa watu wanaohusishwa na maandamano ya vijana wa Gen Z. The People's United Opposition, we ask all of you who come out tomorrow to do so peacefully. Don't come armed. Do it in the same style the Gen Zs did it.
If anything, just your phone and the flag of Kenya, as they did it. Anyone who comes out armed with any machetes, know that he's not one of us. God will shine. The sun will rise tomorrow, and we shall go and lay the wreaths in remembrance of these children. We've given notice. We give an adequate notice. Na washukiwa wote 6 katika kesi ya mauaji ya Albert Ojwang waonekana mashtaka mbele ya hakimu Diana Rachel Kabeza wa mahakama ya Kiba. Washukiwa hao ni pamoja na OCS wa kituo kikuu cha polisi Samson Kiprotich Talam, Constable wa polisi James Mukhwana, Peter Kimani, John Gige Gitau, Jane Hamito Obao na Brian Mwaniki Njue. Na michezoni, mshambuliaji wa Uruguay Darwin Nunez ameifanya Napoli kuwa mahali anapopendelea zaidi akiwa ataondoka Anfield msimu huu, huku Nottingham Forest imeweza kukataa ofa kutoka kwa Newcastle yenye thamani ya pauni milioni 45 kwa winga wa Uswidi Anthony Elanga ambaye thamani yake ni pauni milioni 60. Chelsea wana matumaini ya kukamilisha haraka mkataba wa kuweza kumnunua mshambuliaji wa Borussia Dortmund Jaime Gittens, huku Bayern Munich pia wakimtaka mchezaji huyo aliye na umri wa miaka 20. Kufikia hapo ndipo nahitimisha muhtasari wetu wa awamu ya sasa. Endelea kuganda nasi ili uweze tukupata taarifa zaidi pindi inapochipuka. Jina langu ni Shadrack Serem. Hizo ndizo muhtasari wa chimbuko. Tutegee kwa taarifa kuu kila saa au pindi yanapojiri.